Bwana Bari, mambo vipi? Poa, inakuaje Mnyamwezi? Safi, shwari lakini. Karibuni bwana. Asante bwana. Karibuni Melody Nation. Leo tumekuja kutembelea kwenye studio yako bwana. Kweli, karibuni sana. Tumezoea kuiona mitandaoni tu. Yeah. Bwana, leo bwana mimi nataka tuanzie sehemu moja. Yeah. Kwa mara ya kwanza kukutambua ama kukuona kabla ya kukutambua, nilikuona kwenye Zuchu Homecoming ambapo nilikuwa backstage. Na nilipofika nadhani ulikuwa umeshamaliza kutumbuiza. Nilitamani kujua ile labda kama uliperform, performance yako ilikuwaje na experience yako kwenye tamasha ilikuwaje kwa mara ya kwanza unaperform kwenye tamasha kubwa kama hili? Ile tamasha kwanza ilikuwa ni tamasha ambalo tuli experience vitu vingi sana mbali na kuperform. Tuli experience vitu vingi sana ambavyo wenzetu wanaandaa matamasha na jinsi wanavyo yani zile program zao mpaka kufikia kuperform na nini ilikuwa wanavyo express matamasha yao. Maandalizi, yani kila kitu kinavyozingatiwa, kila kitu yani point wanazingatia sana. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa ni big experience na tulijifunza vitu vingi sana mbali na kuperform. Unajua katika kuperform kwa wasanii ambao tulikuwa ni wasanii fulani yani ambao mnaonekana ni wachanga. Unajua wasanii kama matamasha kama yale wanakuwa washapanga list, yani kwamba nani ataperform, utaperform dakika ngapi, tunajua. Kwa hiyo wengine mkiingia pale mnaingia wanafanya kama watu wanafanya kama sharp yani wafagia uwanja, unaelewa? Wafagia uwanja. Kwa hiyo wafagia uwanja mara nyingi sana mnakuwa mna perform sharp tu yani. Nyimbo yako moja haijaisha vizuri unaambia basi time out na moyo maliza. Kwa sababu watu wanataka kutengeneza wameshajiandaa na program zao. Sasa kuna namna wasanii wa Zanzibar kwa nini hatuwaoni kwenye kuandaa matamasha makubwa ambayo labda yatakuwa yanakusanya watu kupitia kazi zao za sanaa, kupitia ngoma zao au umoja wao wa wasanii wakaandaa tamasha kubwa kama hizo ambazo tukawa tunaona wasanii wetu wanafanya vizuri? Hilo ni tatizo. Hapo nyuma lilikuwepo, ilikuwa watu wanaandaa matamasha kama wakina Sultan King, wakina Billy Black, walikuwa Side Trick, wale walikuwa wanafanya matamasha watu wanajaa kibao. Ndio. Lakini since then ile generation kama imelegalega. Hao waliokuja sasa hivi ni wasanii fulani wamekuja ambao ni wasanii ambao wanataka kwenda mbele ya muda kabla ya muda wenyewe. Unaelewa? Nikizungumza hivyo nazungumza kwamba unajua Diamond alivyokuwa amekuja na strategy zake mpya yani za kujibrand. Ambazo tayari zimeshakuwa ziko formed na pesa. Ushanielewa? Kwa wasanii hao ambao sisi tulikuwa tunaanza kwenye hii generation hapo, ni kwamba tunaangalia mfano wa Diamond na kutaka kuyafanya yale maisha ya Diamond kama yetu. Yani na sisi tufanye kama yeye. Wakati tayari yeye ana pesa na anaweza kufanya kitu chochote ambacho anakifikiria kwenye kichwa. Lakini ukija kwa mtu kama mimi, huwezi kuniambia leo niende nikajibrand sijui Mchenzani Mall na mabodyguard na nini of which nahitaji hela, nahitaji stylish, nivae vizuri, nipendeze, na vitu vyote vinataka income. Sasa kwa hiyo watu ndio imekuwa sasa inawaharibu hiyo mindset. Wanakuwa wanataka wanamwiga Diamond, wanasahau kutengeneza wao kama wao. Wanasahau kutengeneza brand za kwao. Za kwao wanamtengenezea Diamond kwa sababu kila mtu utamuona njiani kavaa masuruali makubwa, kafanya hivi, kaweka macheni, kafanya yani mtu akimwangalia anamuona Diamond huyu hapa. Kwa hiyo ina maana mnaendelea kumpaisha Diamond kila siku. Nyinyi amtengenezi kitu chenu ambacho kitafanya watu wawapende kama nyinyi. Kitu ambacho kitaweka legacy ambacho kitakutambua nyinyi kama nyinyi. Kwamba sasa ukisema leo Bari atakuwepo Mchenzani Mall, watu wajue Bari huyu Bari kweli Kwani unakuwa ukitaja Bari unakuwa unajua kama Bari ana kitu fulani cha kwake mwenyewe. Lakini sasa leo ukitaja mfano Smile the Genius unaanza kupata picha ya kwamba atakuja amevaa tu makoti, atakuja amevaa nini kama Diamond na atakuja na mabodyguard, atakuja. Sasa hiyo inakuwa it makes sense. Hapa umemzungumzia Sultan King na Billy Black. Mimi nataka kuja hapa kwa Billy Black. Billy Black amepotea kwa kipindi kirefu tokea ambapo alikuwa ameenda Dar es Salaam pale na alikuwa mkubwa na wanawe, tunakumbuka vitu kama hizo. Na tumeona juzi kati wametafutana yeye na Shirko, which is combine ilikuwa ni
combination nzuri ambayo wanafanya vizuri Zanzibar. Na nimeona wamefanya show yao Mombasa kule Kenya. Unamzungumziaje mtu kama Berry Black na Shirko kama watarejea tena nyumbani Zanzibar na kuja kufanya ile kazi ambayo walikuwa wanaifanya kipindi kile kabla Shirko kuhamia Dar es Salaam kwenda kufanya kazi mkubwa na wanawe pale? Sasa unajua tatizo linakuja vipi? Tatizo linakuja hapa. Muziki ni maisha ya stage. Ndio. Unafahamu? Maisha ya stage. Yaani kwamba ukiwa kwenye stage yako tayari, jitahidi sana uende na wale watu kwenye stage nyingine. Wale watu uliokuwa nao hakikisha unavuka nao kwenda nao kwenye stage nyingine. Kwa maana gani? Watakusaidia kushawishi wale watu kwenye stage nyingine kuendelea kukufuatilia na wewe tena. Ndiyo. Lakini sasa watu ambao walikuwa wanawafuatilia wao kwa kiasi kikubwa wameshawaacha, wametoka wao tu kama walivyo. Kwa hiyo huku unakuja kwenye stage mpya ambayo watu ni wapya, wana hiyo idea tu kwamba huyu ni Berry Black, lakini haukutengeneza ile link ambayo mapenzi ya kwamba na watafika waanze kukupenda kama okay, Berry Black huyu ndio. Kwa hiyo yani unajua ushawishi unakuwa, ukisikia mtu influencer manake anaweza kushawishi, ana ushawishi. Sasa watu wanahama bila ushawishi, unahama wewe kama wewe. Yani sasa hiyo ni ngumu, inakuwa ni ngumu kwenye kwa tunaona tu kwenye simu Berry Black kaenda wapi kafanya nini, lakini ukishamaliza unafuta, una scroll, unatafuta mtu msanii ambaye sasa hivi ana ushawishi, ili uangalie kwa sababu uwe kwenye usasa. Berry Black ni legendary kwenye upande wa Zanzibar. Ulishawahi kutokea unakwenda studio, unafika unasikia Berry Black anazungumziwa ndani ya hiyo studio? Yes, yani uzuri ni kwamba tunazunguka studio nyingi sana. Kwa hiyo kuna time tunaenda studio, tunakutana nao hapo studio, lakini pia tunasikia story zao, tunawajua kupitia kama hivyo. Kabla ya kuwajua kwa kuwaona, pia tumejua story zao kupitia studio. Kwa hiyo ni watu ambao ukishakuwa star, ulishaikuwa star, yani haupotei midomoni mwa watu, watakuzungumzia kwa namna yote, aidha kwa mabaya au kwa mazuri. Kwa hiyo tuna story zao tunazikuta, tuwezi kusema kwamba tuwajui, tunawajua na tuna story zao tunazisikia, isipokuwa tu yani kwenye ushawishi sasa wa muziki bado hatuwaoni. Okay. Nilitaka kukuuliza kuhusu swala la basifu ya Zanzibar. Tuna basifu pale. Basifu kwenu nyinyi wasanii ni nyumbani, na kama nyumbani wanawatreat vipi ili kuwafikisha sehemu ambayo nyinyi wenyewe mnaitaka? Kwa sababu najua nyinyi wenyewe ni tayari kwamba mna malengo na mna sehemu ambazo mlikuwa mnahitaji kufika. Tunavisha kweli. Sasa kwenye vision zenu hizi pale basifu wanawasaidia vipi, au yani kwa namna gani wanaichukua ile vision yenu kwenda pale ambapo nyinyi mnahitaji? Kwenye upande wa basifu bwana, na kwa ujumla yani ni bado kuna mipango hiyo serikali na mipango mingi sana. Hususan inapokuja kwenye watu wake, yani wa community yake ambayo wanaizunguka. Yani kwa mfano nikizungumza, serikali haiwezi, kila siku huwa nawaambia hata wasanii wenzangu nakutana nao, serikali haiwezi kumtafuta msanii mmoja ikamwambia nataka nikusaidie. Supposed kuwa sisi wenyewe tu na nguvu moja ya kujisaidia, alafu serikali ione kwamba hao wanahitaji msaada. Kwa hiyo kwa sababu wanapambana sana, na hapa walipofika panahitaji tu nguvu kidogo. Na mna umoja wa wasanii sasa? Umoja upo, lakini ni umoja ambao yani mimi binafsi huwa ni umoja ambao na uangalia ni umoja ni ambao ni kwamba ni kama vile chama kipo lakini kama hakipo, yani ni chama ambacho hakina uongozi. Wapo viongozi, wapo na viongozi, au viongozi hawafanyi vizuri, hawatekelezi majukumu yao. Mimi binafsi sasa sioni kwenye move, yani kwamba sasa tuna hicho chama, kwa sababu sasa hivi tukizungumzia hicho chama kina miaka 6, si chini ya miaka hata 6-7. Hicho chama cha ambacho ni cha wasanii. Sasa katika miaka 7 tunategemea au nilitegemea kuona ndani ya hiyo miaka 7 kuna wasanii ambao wameshakuwa na majina makubwa. Nao wamepitia mikononi mwa hicho chama. Lakini cha ajabu ni kwamba ndani ya miaka hiyo yote hakuna kitu, yani hakuna msanii ambaye tunaweza kusema tunasimama leo. Kwa mfano mimi nikikuuliza ndugu mtangazaji, ni kwamba unaweza ukanipa listi ya msanii mkubwa wa Zanzibar sasa hivi?
sioni, hayupo. Na hiyo ndio uhalisia wenyewe. Sasa ni kwamba hakuna msanii mkubwa Zanzibar. Ili uwe msanii mkubwa manake lazima hata mtaani watu wakujue, wakutambue. Ndio. Lakini sasa hivi nikikupa challenge utoke mtaani hapa ukaulizie msanii gani wa Zanzibar hapa unamtambua kwa watu, kwa wanajamii. Nimekutana nayo sana hiyo, sijawahi kukuta mtu ambaye anawatambua sana watu. Labda watamtaja Sultani King. Yaani atamtaja. Sasa ukitaja Sultani King bado unataja era ya zamani. Unataja generation ya nyuma. Ukiachana hiyo sasa. Unapozungumza kuna scenario moja inanijia, kuna siku kulikuwa kuna ile mechi pale ya wasanii na watangazaji, wasanii na watangazaji, ni kitu kama hicho. Wasanii wa Zenji Flavor na wasanii ambao wanafanya filamu Zanzibar. So wakati kulikuwa kuna performance pale zinaendelea, wakati game ilikuwa ni half time. So kuna wakati ilifikia kwamba Chubby 6 anatakiwa ende akatumbuize. Wakati Chubby 6 anashuka kule jukwani, kuna askari alikwenda kumzuia hivi. Kwa hiyo ilikuwa mbinde kikubwa pale, yani askari polisi kabisa hajui kama huyu ni msanii ambaye ameitwa kuja kutumbuiza. Na kama niliona, kwa sababu ile scenario niliona, kwa sababu nilikuwepo pale. Na uliona sasa kilichotokea pale ni vurugu, kwa sababu msanii anaona kama ni shabiki tukatoka zake huko, anataka kuja kufanya vurugu. Kwa hiyo unaona kitu kama hicho ni kwamba tunakosa hiyo identity ya wasanii, hatuna identity ya wasanii. Na kwenye kutoka kufanya kazi na wasanii wa Dar es Salaam, labda BASATA wamekuwa Basifu wamekuwa kwenye kuungana na wenzetu kule BASATA ili kutaka kuinua vipaji ambavyo viko Zanzibar. Kwa sababu najua hizi Basifu na BASATA kama zitakutana na hisi kuna kitu kinaweza kutokea. Sure. Sasa umoja wao labda ukoje kulingana na ule umoja ambao tuko nao Zanzibar na Tanganyika au Zanzibar na yani hivyo kwamba mainland na huko visiwani tuna umoja wetu. Kwa nadhani Basifu na BASATA kama watakaa pamoja, labda kuna uwezo wa kuwasaidia vijana wa Zanzibar na kuinuka kisanaa. Unajua sasa kinachotokea, unajua wasanii wa Dar es Salaam tuseme, tukizungumzia bara, wasanii ni ambao wako very upgrade, yani wako sharp sana kuji-upgrade, yani wao. Yani mtu akitoka leo au kwa mfano ndo anafanya nyimbo yuko studio, maandalizi yake anapofanya nyimbo studio mpaka kufikia ile nyimbo yake anavyo-release, mpaka mipango yake, yani ukiangalia utasema ni msanii tayari, ni msanii mkubwa. Kwa sababu hafanyi kitu rahisi, achukulii tu simple. Ushafahamu? Ana timu ya watu, utakuta watu ana kameramani, ana speed nani, ana madensa na nani. Yaani huyu hajatoka umjui. Nimeziona hizo msanii mdogo Dar es Salaam. Lakini sasa huku tofauti yake ni kwamba mtu anaenda na rekodi ile studio, ngoma imekamilika, haijakamilika, amepewa demo, akishapewa tu ngoma yani bana muhaho, anatafuta media cover ya ajabu kwenye simu, anaweka kipicha chake iko kwenye sofa, ana upload nyimbo. Umeshafahamu? Ana upload nyimbo au anatafuta tu media, mshikaji wake anayemweza kwenye radio, bana bro vipi mimi na ngoma yangu nataka kuiachia, haina mixing, ana uhakika wa mixing, yani bado ni mbovu, anaenda anatoa 20,000 yake, anapiga ngoma kali, anawapanga watu wawili watatu wa mtaani wamesikia, tayari ni star. Anaanza kujiona tayari ni star, anavimba mtaani, mimi msanii. Sasa ukija kukaa naye hivi ukamuuliza sasa umeimba, hebu niimbie, unajua mimi bro bado na sasa nini? Yani tunakosa watu fulani ambao yani wako kwanza yani wana vision, yani kwamba mimi nataka kuwa msanii. Kuna mwingine anataka tu kuwa msanii, kwamba mimi nataka kuwa msanii kwa sababu kamuona fulani anakuwa msanii, lakini hajui hata usanii wenyewe ni nini. Kuna kitu unalinda kwenye brand yako ama kwenye muziki wako. Nimeona kuna tuzo 2 zimeshafanyika Zanzibar za sanaa, ikiwemo sanaa ya muziki. Imefanyika Zari Award, imefanyika Gala Award, na sijakuona kushiriki kwenye tuzo hata moja. Labda ni unaogopa kwamba tuzo, yani usije ukakosa tuzo ukahisi labda haufanyi vizuri, ama kuna kitu gani kinakwamisha ama haukuwa yani haukuwa kusuggestiwa kwenye kushiriki hizi tuzo? Sasa tuzo bwana, hizi za hapa zinanichanganya. Nimeshindwa kuelewa ni tuzo zinahusiana na kitu gani. Ndio maana kwanza nikashindwa hata kuapply. Kwa sababu mtu anakuambia kuna tuzo ya muziki, alafu sasa mimi nakaa nafikiria kuna tuzo ya muziki, sawa,
unataka wasanii wapeleke nyimbo zao, sawa. Alafu kisha peleka nyimbo zetu, tunafanyaje? Tunapigiwa kula na wakina nani? Na wananchi. Wananchi wanajua nini kuhusu nyimbo zetu? Hawajui. Sasa tunapigiana vipi? Kwa sababu mwisho wa siku unakuja kukuta ni afu kifuatilia ndipo unakuta ni tuzo ambazo unatakiwa utoe hela ili wao wakupe tuzo. Yaani ni kwamba ni tuzo ambazo ni mtu tukafikiria kwamba mimi nataka nitoe tuzo au nitafute kibiashara changu ambacho kitahusiana na mambo ya tuzo, nikusanye 20,000 za wasanii, nikipata 20,000 anatarajia income kutokea kwenye tuzo. Sasa nikipata 20,000 wasanii wangu wakaleta 20,000 watu wasanii 20, maana yake 20 mara 20 hapo nitakuwa kama na laki ngapi hivi fulani. Alafu nikitafuta wadhamini wangu wawili tatu wakanipa 40 nitakuwa nimeshapata kitu fulani. Alafu natakuwa tu msanii ambaye namjua mimi, huyu namjua naye, nampa tuzo. Kwa sababu ukiniuliza aliyeshinda ni nani, yani huyo msanii aliyoshinda kapigiwa kula na nani? Nafikiria nimekutana naye watu wengi wanalalamika kuhusu hicho kwamba tuzo wanampa mtu ambaye yani ni tayari kwamba walishakuwa na mtu ambaye wanakwenda kumpa tuzo. Exactly, lakini wamewashirikisha watu wengi ili kupata nani yao kuenda. Sasa hiyo sio tuzo. Mimi kama mfanya muziki au mtu ambaye ni msanii najua muziki, nataka kuendelea, siwezi kuingia kwenye tuzo ambazo najua mimi zinanipumbaza tu, azinifanyi chochote. Kwa hiyo mimi natafuta, yani nataka niingie kwenye tuzo ambazo najua kabisa kweli hapa na tuzo. Hata kama nimekosa, najua nimekosa kwa sababu gani. Yani kuna vitu ambavyo najua kabisa nimekosa kwa sababu 1 2 3. Nimekosa kwa sababu kazi yangu haiko na quality. Nimekosa kwa sababu yule aliyoshinda pia kanizidi. Sasa hao wote wanaoshinda, mimi nikiangalia nao fanya muziki wao na mimi naona muziki wangu ni mkubwa kuliko hizo wanachokigombania. Kwa hiyo ni mwisho wa siku naona ngoja niwaachie madogo wapambane, wapate wanachokitakiwa kupata basi. Lakini mwisho wa siku ni kwamba tuna watu walishinda tuzo zile za serikali, za nini zile zinazonaniliwa na serikali hizi wanazita, lakini mpaka leo ni wasanii ambao hawajulika. Hivi unajua ukishashinda tuzo maana yake nini? Maana yake ni kwamba kazi zako watu wanatarajia kuziona tena kwa ukubwa ambao zaidi ya ule uliokuwa unafanya. Lakini sasa watafute hao wasanii, alafu leo niambie utafanya, unazunguka kufanya interview. Yes. Ulifanya interview, ulifanikiwa kupata tuzo. Mwenye swali hili, ulifanikiwa kupata tuzo. Je, tuzo yako ilikupa faida gani? Kufaidisha nini? Yani ulifaidika nini kupitia tuzo yako? Atakwambia. Lakini ni hali zao ni mbaya. Yani ni mbaya kiasi ambacho yani hata afadhali wasingeshindana tu, wasingeshinda. Kwa muda gani sasa hivi unafanya muziki? Mimi nafanya muziki sasa hivi ni kwa muda ni muda mrefu. Naweza kaa nafika hata miaka 5 6. Umeshafanya album hata moja? Nimeshafanya ngoma kibao, nimeshashiriki sehemu kibao, nimeshafika sehemu kibao kubwa, nimeshakutana na wasanii kibao, na nimeshafanya ngoma pia na wasanii wakubwa kadhaa. Ushafahamu? Yes. Na wengine ni washikaji, tunaongea, tunafanya tunabadilishana mawazo na nini. Lakini kitu ambacho nikuja kujifunza ni kwamba kwenye maisha, yes, utakiwi kuwa na haraka. Ndio. Unafahamu? Yeah. Kama una mipango ya kufanikiwa au unatamani kufanikiwa, utakiwi kuwa na pupa unachokifanya. Yes. Na ndio maana nilitulia nikasema nataka nitengeneze studio. Yeah. Unafahamu? Yes. Niwe na studio kwanza, sehemu nzuri ya kufanya kazi zangu. Yeah. Wakati nimetuliza akili. Na tunaiona. Unafahamu? Yeah. Nimetuliza akili yangu vizuri, nafanya ngoma, nafanya nini. Hapa sio tu ilitoka tu imekuja labda ni mtu kalizawadia, yani ni hela zimelala hapa. Kwa hiyo uwezo sasa kusema nimeokota. Uwekezaji mkubwa nimefanya hapa. Unafahamu? Nimefanya na mwingine umetokana na muziki na mwingine umetokana na kazi zangu tu binafsi ambazo nazifanya. Lakini naamini kabisa kwamba kwenye mipango ambayo unaifanya, yes, najua mimi mwenyewe kwa sababu ndo naiona picha. Nikimwambia mtu mwingine hawezi kunielewa. Yes. Unafahamu? Kwa hiyo nafanya kile ambacho mimi nakiona ni sawa. Yes. Mwingine akisema huyu si hatumuoni kama msanii, naambia safi, endelea kuvumilia kwa sababu mimi najua unajua wapi unakwenda na unafika, na ukifika hapo ndo atakuja kukuona. Yeah. Kwa hiyo sasa wengi tu wanafanya kwa miemko, nataka nionekane, nataka nijulikane, nataka nifanye nini. Umaarufu ni mzigo. Yeah. Yaani umaarufu ni mzigo wa miba, kama hujajipanga unaweza kujikuta unakuwa chizi. Ndio maana watu wengine wanapata ghafla, alafu unashangaa mtu anakuwa na mlevi anachanganikiwa. Yes. Kuna msanii mmoja juzi ameomba msamaha mu Instagram, jina lake limenitoka, lakini alikuwa anaomba mashabiki msamaha. Kwa nini? Alipopata umaarufu nyimbo yake moja akataka kutukana watu wote. Yes. Kwamba mniwezi, mimi ndo msanii, hakuna msanii mwingine kama mimi. Sio nini, matusi kibao.
Sasa Matusi yali amekuja kurealize kwamba wanaomsupport ni mashabiki. Katukana mpaka mashabiki ilikuwa. Sasa mwisho wa siku sasa mashabiki wamemsusia, ndio anaanza kugundua kumbe mimi sio lolote chochote. Kwa hiyo sasa inabidi unarudi tena nyuma hivi. Unaanza kufikiria sasa mimi nafanyaje? Na ni wasanii wengi sana kukutana na scenario kama hiyo mpaka leo sasa wameshakuwa walikuwa ni wasanii wakubwa. Sasa hivi wamekuwa hawajulikani hasa wengine. Which is walipaswa kuheshimu mashabiki zao sababu ndio mabosi. Kila mtu yani huyu unajua unakutana na mtu ambaye unaona kabisa huyu ana kitu lakini kuna kitu anakuambia ni kwamba bana kaka ungepita hivi ingekuwa noma. Sasa lazima ufikirie kwamba kwa nini amewaza ukipita hivi. Kwa hiyo kaa chini, fikiria yale mawazo yake, chekecha, ongeza na kwako, toboy. Lakini mimi nasema tena kwa wasanii wa Zanzibar wanatakiwa watulize vichwa sana. Kwa nini wasanii wa Zanzibar kwanza mmekuwa mnavimbiana au mna matabaka? Ni kwamba nyinyi wenyewe kwa wenyewe kila mmoja anajiona yeye ndo yani amefika. Na ndio kwa sababu hiyo ya kwanza. Kwa sababu mtu anataka kuwa na papara. Anaona kwamba mimi nikitoa nyimbo, kwa sababu anashakuwa na uwezo wa kununua cheni ya kuvaa, eleni, akaweza kununua makoti mawili matatu na jinzi, akaweza kuingia studio akaimba. Anaona tayari mimi nishakuwa msanii mkubwa. Unafahamu? Ndio. Sasa hiyo vitu siku hizi ni rahisi sana. Yaani kwa mfano studio sasa hivi Zanzibar ukitafuta ndio sehemu ambayo inaweza kawa na studio nyingi zaidi. Zanzibar kuliko wana muziki. Lakini ndio sehemu ambayo haina muziki kuliko sehemu zote. Kwa nini? Kwa sababu wasanii una maproducer. Kuna vitu vimekaa tofauti. Kuna hapa Zanzibar kuna mapresenter. Ndio. Hao ambao ni wako tu presenter pembeni. Yes. Kuna ma DJ ambao wao wako pembeni ndio wanafanya shughuli zao, wanadina muziki yao, wanatafuta muziki zao. Alafu ndio kuna wasanii nao wanafanya muziki wao, wanafanya mambo yao. Na kuna maproducer nao wako pembeni na wao wanafanya vitu vyao. Ndio. Yaani wametengeneza vikundi kwamba kuna mapresenter, kuna ma DJ, kuna manini, kuna manini. Wakati hivi vitu vitakiwa viwe ni vitu vimoja, kitu kimoja. Yes. Kwamba mapresenter wamo ndani ya wasanii wamo na mapresenter, yani ni mchanganyiko ili kufikisha kazi yote, kwa sababu yote ni kazi ya sanaa, ili kuifikisha pale ilipo iende juu. Unapokosa entertainment ni sanaa inazidi inadidimia, haiwezi kuja juu sababu entertainment hamna. Na kama hichi kitu kijabadilika hapa kunakuwa hamna muziki maisha yote Zanzibar. Yani watu wataendelea kuwa na dream na vijana wanazidi kuzee. Kwa sababu kinitafutia msanii ambaye alikuwa miaka 5 nyuma, maana yake sasa hivi majukumu yamezidi. Yes. Unatakiwa kuwa na familia, umri unaenda, na kipaji pia kinapotea kwa sababu mwisho wa siku majukumu yakiwa mengi ubongo hautulii kufocus na kurekodi sifanye. Na wajua wanamuziki wengi Zanzibar hatari wamepotea. Washapotea. Sasa hivi hata ukimwangalia labda Sultan King ambaye tunasema anajulikana, ukimwangalia hauwezi kuona movement zake. Kwa sababu familia inamtegemea, mambo yanakuwa ni mengi, majukumu, hela una. Sasa hapo ukija kuangalia picha ya kawaida unajikuta sasa unapata tabu. Msanii kama yani sitaki kuwasemea vibaya, lakini msanii kama Smile miaka 5 nyuma na ukimlisha na sasa hivi tofauti. Msanii kama sijui alikuwa tunamsikiaga sijui nani alikuwa nyuma Baby J, lakini sasa tofauti. Kuna msikia sio msanii. Yaani kwa hiyo mambo yamekuwa mengi, majukumu yanazidi. Ukimwangalia mtu kama Baby J tayari ni mtu mkubwa ambaye amefanya kazi na watu wakubwa. Ukiangalia Baby J amefika mpaka kuandikiwa ngoma na Diamond nadhani. Bara huko anaheshimika mpaka leo ukitaja Baby J ni lakini Zanzibar hapa hali mbaya. Kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu yani kwamba watu hawaingizi kitu, hawapati hela ya muziki. Hawana yani mzunguko wa hela. Sababu hela bwana ndio inakufanya uwe na nuru. Sawa, ndio uwe na mawazo sasa, nataka kufanya kitu fulani, nataka nikarekodi, nataka nifanye press conference, nataka nifanye shooting kali, video kali, nataka niende Dar es Salaam nikakutane na nani. Yani hapa katikati unabidi usafiri, upande ndege, ufanye kama msanii na economic tena humo unajishanga hainakuwa make sense. Kwa hiyo vyote hivyo vinataka expertise, vinataka wewe una hela. Sasa kama una hela unafanyaje? Hauwezi kufanya. Inabidi ukae tu nyumbani utulie. Ndio, na hapo kwenye kufanya video kali, kufanya movement za muziki, katika watu ambao nimewaona wanafanya video kali na zako zikiwemo ni video ambazo unazifanya kwa ukubwa fulani. Hata mazingira unaotumia, magari ambayo unatumia sometimes ni magari ambayo tunaona jamaa amepata gari kwenye ni una management ambayo inasimamia hivyo vitu. Hapana, sina management, isipokuwa natengeneza trust na watu ambao wana hivyo vitu. Yaani najaribu sana napotaka kufanya kitu ni dili na watu ambao
wanauelewa na watu ambao wanaangalau wana income ya kunisupport. Hakuna manager, ila tu ni akili yangu. Sometime naangalia mtu ambaye natakiwa kudili naye, sababu unajua sometime ili ukue unatakiwa udili na watu ambao wamekuzidi uwezo. Yes. Watakufundisha kitu fulani ambacho wewe ulikuwa huna. Lakini ukidili na low knowledge, manake watazidi kukudidimiza. Ni kwamba unapodili na watu ambao mko kwenye wewe umewazidi mind, maana inabidi wewe ndio ufanye kazi ya kuamsha wao. Sasa wewe ukidili na watu kama hao unapotea. Kwa hiyo mimi najaribu kudili na watu ambao wamenizidi uwezo. Sawa, hajalishi wananipa hela, hajalishi wananipa tu mawazo, hajalishi. Napenda sana kudili na watu ambao wamenizidi uwezo. Na ndio maana hata hii studio nimevyoifungua hapa, najaribu kutafuta wasanii ambao wana maono makubwa. Yaani msanii ambaye tu anakuja hapa ananiambia nataka kuja tu studio kwa ajili ya kurekodi, utarekodi, ukimaliza utapita hivi. Lakini kusema utakaa hapa tuanze kulishawishiana kudili kuna nini tunafanya, inakuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu mwisho wa siku huna mawazo mapya. Unaletea mawazo ya tutafanya muziki hapa hamna. Sasa kama muziki hamna tunafanya nini? Na wengi wamekuwa wanazungumza kwamba bwana Zanzibar muziki haulipi na nini haulipi. Wakati uongo, hapa kuna pesa nyingi sana za muziki. Kuna madisco yanafunguliwa kila siku maklabu. Haya wanapata, kwa nini wanapata hiyo nini ya kufungua kama wapati pesa? Kuna maklabu, kuna madj hapa wana hela. Na hizi klabu zinategemea wasanii kwenda kutumbuiza, lakini zinawakosa. Mwisho wa siku wanazi own madj. Kuna mtu kama shout out kwa DJ Zoro, unaona madj wakubwa wanaenda wanapiga, unaona yuko anaenda Morocco, wapi ametokea wapi yule? Ametokea Zanzibar. Ametokea Zanzibar. Na kazi yake ni nini? Si DJ tu na nyimbo anazopiga, si ndio hizi nyimbo za kile ambazo. Kwa hiyo sasa kwa nini iwe muziki hamna? Kwa hiyo ni kwamba ni watu wameshindwa kutuliza ubongo na kufikiria kwamba ni kitu gani tunatakiwa tufanye ili tusogee. Matokeo yake sasa tunaishia kukaliana vikao tu. Bana fulani sio msanii, hawezi kunishinda. Sasa hawezi kunishinda inasaidia nini? Haiwezi kusaidia. Onyesha kazi yote. Kwa hiyo wasanii wa hapa yani wamelala, ubongo yao yani inashindana sisi kwa sisi, tunashindana sisi kwa sisi, maana atoa ngoma yake mbovu. Ngoma yake wewe, sasa hatuwezi kusogea hata siku moja. Lazima tupatikane watu ambao tunafikiria nje ya box, kwamba sasa sikiliza, mimi ngoma natoa, hajapenda huyu atapenda yule kule, hajapenda huyu, yani unatoa tu ngoma alafu unahangaika kuitafutia promotion, unahangaika kudili na watu sahihi. Mwisho wa siku unajikuta unapata mafanikio, alafu wengine wanabaki wanakuangalia. Moja ya video yako kwenye gari ambazo umetumia kulikuwa kuna plate number ambayo ilikuwa inaenda kwa jina lako la Bari. Natamani kujua story yake mpaka ile plate number kukaa pale. Sasa ile kuna bosi wangu mmoja na ni ya kwako kabisa, ile plate number ni unaimiliki kabisa kutokea kwenye mamlaka za kiserikali ama vipi? Hapana. Unapokuwa unafanya video mara nyingi sana kuna creativity unafanya. Sawa, hususan kwenye masuala ya plate number na nini ukiwa unataka kufanya ubunifu fulani. Kwa hiyo ile sisi tulikuwa tunashuti, tukaona pale kuna haja ya kuiziba ile, kwa sababu mwenye gari alikuwa hataki plate number yake ionekane. Kwa hiyo tukajaribu kutumia njia nyingine, kwa sababu isingewezekana mimi nikawa naimba afu ile plate number inaekewa labda nani cheusi na nini, itakuwa make sense. Kwa hiyo tukaangalia, tukafikiria, tukaona tufanyeje. Kuna namna ambayo tunaweza tukafanya, tukatafuta plate number ya landili ya zile za kuchonga. Tukachonga, tukabandika pale ili kuleta uhalisia kwamba hii gari anaimbia mtu fulani, na maana yake atakuwa ni yeye ndio mmiliki kwa muda ule. Lakini hizi nyimbo zote unazoziona, mavideo yote wanaofanya wasanii wanaendesha magari makali na nini, uhakika sio ya kwao. Magari tunajua sio ya kwao. Nilitaka kujua ile plate number kwamba labda ni kwamba ni ya kwako na unaion kupitia mamlaka husika ambazo zinahusika na mambo yale ya. Hapana, ile tulikuwa ni ubunifu tu na nini, na ni gari ya bosi wangu mmoja anaitwa Balungi na ni Feriche anafanya ni ana club moja anaitwa Balungi. Shout out kwa Feriche. Ametufanyia kitu kimoja ambacho tumependa sana. Feriche mtu mbaya. Yule ni bosi wangu, namkubali sana. Hata ukiangalia show zangu nyingi napata kupitia kwenye club yake. Na hapo kwenye show umenikumbusha. Kuna siku nilikuwa naongea na mshikaji wako mmoja. Lakini akaniambia bwana, Bari ni mtu fulani ambaye anaogopa show. Nilitaka kujua kwenye jambo ni kwamba unaogopa show ama unahisi hauna yani hauna ile backup ya kutosha kwenye tuseme mimi siogopi show, isipokuwa huwa napenda kufanya show ambazo zinakufanya uwe una kitu. Yani kwa mfano
Unaweza ukanichukua mimi ukanipeleka kwenye show. Unanipeleka kwenye show unanichukulia kama tu msanii fulani hivi ambaye sieleweki yani. Yaani treatment zako za mimi kama msanii. Yaani isibora sometimes usinilipe lakini treatment zako ziwe nzuri. Yes. Unajua? Fika pale umejua kabisa wewe ni msanii, umeniwekea mazingira, nimekaa pale kitaalamu, nimetulia, nasubiri muda wa show na perform show yangu vizuri. Yaani mazingira yako vizuri. Lakini show nyingi za wasanii hao wanaenda, yaani mtu kakuita kwenye show alafu wewe unafika pale kwenye show ndio unaanza kupapatua tena. Bana mimi ndo vipi zamu yangu simbi. Yaani wewe tena akakualika afu wewe ndo unafika. Afu wewe ndo unapapatua, unapanda muda gani? Haujapangiwa saa ngapi unapanda ni wala hata habari na wewe anapita na kuona, anapita na kuacha, anapita na muda na wewe. Sasa ina maana unakuwa sasa unafanya show ya yaani kama anakudhalilisha. Yaani ni msanii ambaye umekuja na njaa zako na hujalipwa na usafiri asikupe na mwisho wa siku muda kuondoka pia unaanza kuhangaika sana urudi nyumbani na umetoka nyumbani kufanya show. Sasa mimi show kama hizo bora nilale. Unafahamu? Kwa hiyo nakataa show za hivyo kwa sababu moja tu, kama treatment ni mbaya. Mimi nishawaambia watu kibao, niko nakaa huku mtaani. Sawa? Kama umetaka mimi nije kwenye show yako, njoo unifuate na gari yako mtaani. Wangu nichukue hapa na tunakubaliana unanirudisha hapa unaponichukua. Siwezi kutoka nimewaka alafu na kwenda kugombana daladala. Nikaanza kuangaika kwa vichoro vipi. Umeamua kufanya show na mimi, njoo nichukue hapa nyumbani. Yaani ndio sheria zangu. Kama hutaki basi. Kama hutaki basi. Yaani tusifikie wakati tena show tena au usanii tena ikawa tena kama tena ni nani tena unaanza kuhangaika tena unaanza kuhangaika. Unataka kufanya show na mimi, una uhakika kama nikienda kwenye show yako nitafanya maajabu. Ndio nichukue hapo, usafiri tukubaliane. Unakuja unanichukua hapa, unanipeleka kwenye show, naenda kufanya show na mazingira ya show yako pia uniandalie mazingira mazuri. Nakaa sehemu nzuri, nasubiria show na nipande kwa wakati na nikimaliza tu nikwambia bana muda nataka niondoke, na niondoke kweli. Ushafikiria kufanya ama una collab ngapi na wasanii wa nyumbani hapa Zanzibar? Hapa sina kiukweli, hapa sina collab na wasanii wengi hapa. Ushafikiria kufanya lakini umeshazifanya? Kuna wasanii kadhaa ambao nimejaribu kumelink nao tunafanya collab, ila wengine ndo kama hivyo bado nilijaribu sana kutafuta. Kuna mtu kama aitwa Fox, kuna mtu kama Fox Khan, ni msanii mzuri ambaye ana discipline, tunaelewana kitu ambacho tunatakiwa kufanya. Tumefanya naye ngoma moja, nafikiri nikija kutoka itakuwa ni ngoma moja kali sana. Tumefanya naye na producer mmoja wa Dar es Salaam yule aliyofanya producer wa Alikiba yule. Ile Swabli. Kwa hiyo ni producer mmoja noma sana na ngoma yenyewe noma sana, kwa sababu limeproduciwa na producer pia noma sana. Kwa hiyo ni so far ni msanii huyu ambaye tumeshafanya naye ngoma, unafahamu. Na msanii mwingine mchipukizi nani bado anajitafuta naye, anaitwa Maninja, hip hop, na tulifanya naye ngoma lakini ile ngoma yake ikawa bado kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuirekebishe. Kwa hiyo bado na yenyewe tunaifanyia retouch ili itoke vizuri, kwa sababu aliwahi kuitoa kama hivyo nilivyokuambia kwamba wasanii fulani wanakuwa na haraka. Kwa hiyo aliwahi kuitoa wakati huo bado kuna vitu mimi sijakubaliana havijakaa sawa. Kwa hiyo tunaambia tuirudishe tena studio, tuitengeneze upya, tutaitoa tena vizuri. Kwa hapa ndo hao wasanii wengine nilijaribu kuwasiliana nao, wanajikuta mafuta, na mimi sipendi mtu kumbebea sana kwa sababu tunafanya kazi. Kwa hiyo nikishaona tu unaanza kuniletea biashara za hapa na hapa na hapa na hapa, na kuacha endelea mambo yako na mimi nafanya mambo yangu, mwisho wa siku tutakutana mbele kwa mbele. Tutakuwa tunaenda mbele na tunarudi nyuma pia. Ila Basifu waliandaa program ya kuwafundisha wasanii jinsi ya kuitengeneza brand na kuimaintain. Nafikiria ilifanyika mwaka jana. Na kati ya watu ambao walikuja nakumbuka kama kuna presenter mmoja wa Dar es Salaam pale Bidazen nadhani alikuwepo kwenye hiyo hafla, na ile hafla iliandaliwa na Basifu. Lakini vipi nyinyi kama wasanii mmekuwa na mawasiliano na Basata, ama kulikuwa na taarifa ilitoka vipi kwamba bwana siku fulani kutakuwa na program fulani kwa ajili ya kuwafunza wasanii wetu kulinda brand na kuitengeneza brand inapotakiwa kuwa? Kuna magrupu ambayo watu wanakuwa wanatumia taarifa kwamba leo tutakuwa tuna hichi fulani kitafanyika muda fulani. Kwa hiyo kwa wasanii waliokuwa, unajua wasanii wa Zanzibar ndio wale wanajuana. Kwa hiyo na ndio hao watu tunakutana kila siku mtaani na nini. Kwa hiyo unapokutokea taarifa kama hiyo, mara nyingi sana huwa ni rahisi kufikia kwa mtu, kwa sababu
kuna mwingine simo kwenye group hilo ambalo lina la wanachama, lakini taarifa itatoka atashare. Akishare kuna group lingine na huko atashare mwisho na inakufikia kwa sababu ni watu wale. Hapo ndo tunapopata taarifa. Lakini kitu kingine ni kwamba wanapata nafasi ya kupewa mafunzo. Unajua hata maisha yetu ya kawaida unapojifunza, kwa mfano uko shuleni, unapoenda shuleni hawakuambii kwamba tukimaliza tutakupa kazi. Yaani ina maana ukimaliza unatakiwa utafute kazi mwenyewe. Kwa hiyo unapopewa mafunzo ni wewe sasa unazingatiaje yale mafunzo, alafu ukayatumie kwenye maisha yako ya kawaida, ya kusaidie sasa kwenye nini. Ukipewa mafunzo sio maana yake sasa tena ndio utafutiwe tena na kazi. Umepewa mafunzo, ukishamaliza sasa yale mafunzo nenda nayo kwenye community, katafute, kajiongeze, ufanikiwe, ufanikishe. Sasa watu wakishapewa mafunzo, wale mafunzo yanabaki anajua. Alafu kama anajua, anaanza kubilia tena wale watu waliomfundisha. Mmetufundisha, alafu mmetuacha njia panda. Kwa hiyo nataka watu wafanyaje? Kwa hiyo mimi huwa sipendi sana kuilaumu serikali kwenye mazingira, ila natamani kuwa na watu ambao tunaweza kupambana alafu tukafanikisha majambo. Serikali ikaje katusaidia tu vitu kadhaa ambavyo, kwa sababu serikali ina mambo mengi. Ndio. Kuna mambo ya community, maisha ya basic needs za mtaani, maisha ya maendeleo, nini. Hawezi kuacha kudili na mambo ya maendeleo ya jamii nzima ya watu milioni 1. Kadiri na watu wasanii 72, kwa sababu hapa Zanzibar kuna wasanii karibu yani tumezidi sana 100. Kwa sababu tukadili na watu 100, kikundi cha watu 100 ambacho unaona akaacha community ya watu milioni 1. Kwa hiyo unakuta ni kitu ambacho kila siku na wawakilishi, kama kuna waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, yeye ndo atakuwa anahusika huko, afu mawaziri wengine watakuwa na deal hizo community. Sasa na michezo, ukija kutafuta hiyo sanaa na michezo, kuna michezo mingi, kuna mpira, kuna mambo ya nage, kuna mambo ya nini, kuna nini. Kwa hiyo usanii ni kipande tu katika vipande vingi vya sanaa, na tunajua. Kwa hiyo sasa pia bado ni swala liko pale pale, haliwezi kadiri na watu fulani wachache alikaacha watu wengine wengi ambao wanajituma. Kwa sababu ukiangalia swala la mpira ndo kama hivyo, unajua watu wanajituma, watu wanawekeza, kuna wawekezaji, kuna manini. Ukija hiyo mambo ya mingine, sio michezo mingine ya utamaduni unaona kuna masauti ya busara na kuja matamasha yake, which is humo ndani yake kuna mambo ya kuna usanii. Sasa usanii wao umelala kwa sababu watu wake wamelala. Hasa hawezi kuja kuamshwa kwamba bana jamani amkeni. Na kwenye riziki, unajua na mambo ya riziki yanavyokuwa. Na hizi tamasha kama sauti za busara ambazo zitakuwa zinafanyika, nadhani ni mnapewa opportunity ya kushiriki kwenye ile matamasha wasanii wa nyumbani. Wasanii wa nyumbani ndio nakwambia hivi, mtu atapewa opportunity mwenye kuitaka opportunity, au anapewa opportunity mtu ambaye ana uwezo wa ana influence, kwa sababu ile pia inataka watu wanalipia watu pale kwenda kuangalia. Utamchukua msanii ambaye yuko bondeni huko, hajulikani hata na mtu akaperform pale, umemlipa mahela mengi, ukamshawishi mtu akalipie kiingilio chake kwa msanii ambaye asiyemjua. Ndio. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo sasa wasanii wenyewe wanatakiwa waamke kwamba bana, sasa sisi tutakufanya. Tumeamua kufanya sanaa. Tumeamua kuchagua kuimba, kufanya kazi ya uimbaji. Basi lazima uhangaike. Yaani tuwe kitu kimoja. Maana leo tunaenda kufanya kitu kimoja. Tunamfuata waziri wa sanaa ya michezo. Kikundi sisi cha watu 100 tunamfuata waziri. Bwana waziri, sisi tunataka tuwezeshe 1 2 3. Tumeshapambana kutoka 1 2 3. Au kwa mfano tuna tamasha letu tunataka kulifanya pale Kisonge. Waziri, tunaomba utusaidie ulinzi. Unaomba utusaidie vifaa. Unaomba utusaidie nini? Utusaidie kupata eneo ile kulimiliki kwa huo muda. Kwa huo muda. Sasa tuko tuomba 1 2 3 hivyo, na vitu vielelezo na mipangilio, mipango hiyo kamilika. Unahisi kuna radio moja niliwahi kusikiliza, afu wakawa wanaongea kwamba yani wasanii wa Zanzibar ni wenyewe wanajishusha kwenye brand. Sure. Na wenyewe ndo ambao wanajifelisha sana. Unahisi kitu gani ambacho mnahitaji mfanyiwe au kifanyike kitawaeka pale kwenye top? Kwanza tuheshimiane wasanii. Kama tujaweza kuheshimiana, hakuna sehemu tunapoenda. Tunapoweza kwenda. Pili, tuwe tuna heshima na watu ambao tunafanya nao kazi. Sawa. Kiheshimiana si wenyewe, tukaweza kuheshimu watu wengine ambao tunafanya nao kazi. Itakuwepo kuna safari ya kwanza. Sawa.
Lakini pili, tukubali kukosolewa. Yaani unajua kukubali kukosolewa, kwamba mtu akikwambia bana hiyo nyumba yako mbovu, ukubali bana hii nyumba mbovu, ukarekebishe, ujifunze, ufanye utengeneze kitu kizuri. Sawa. Lakini pia tukubali pia kushirikiana na watu tofauti. Sawa, tuachane na umwinyi kwamba bana mimi ndo sisi ndo tunajua muziki, sisi ndo kina fulani. Unafahamu? Sisi ndo kina fulani, tunajulikana fulani, tunajuana na mheshimiwa. Tulishafanya kikao cha mheshimiwa, huo tunaitoka na kikao cha mheshimiwa twenda kuperform. Sasa hiyo ndio inamaliza muziki. Kwa sababu watu wanategemea mzunguko wa mambo ya chama. Kwa baba sisi tutatu ngoja kija kwa mambo ya chama tutapata hela. Sasa chama kinafanyika mara ngapi kwa mwaka? Ndani ya miaka 5 inafanyika kwa miezi 2. Sasa kwa hiyo ina maana kusubiri leo unakaa unasubiria miaka 5 ijayo mpaka miaka 5. Ina maana kuna watu wamesema wameacha usanii. Yaani wanaendelea shughuli zao za kilimo na mambo ya uvuvi. Wanasubiria sana. Wanasubiri mambo ya nani? Wakisha kusikia mambo ya sanaa nani inakuja CCM au wanatokezea kwa sababu si wana watu. Mbona mimi msanii? Unanijua mimi msanii? Mwaka jana tulipiga. Sasa kuna milioni 10 imetoka hapa. Milioni 10 imetoka hapa. Sasa tufanyaje? Nitakupa 2 tu. Hiyo mbona inatosha mashallah. Mtu anachukua 2 wakati alikuwa ale 10 huyo. Ndio. Lakini anakula 2 kwa sababu ya Yesu msanii. Yaani yeye ni kwamba amekuja kwa sababu ya kile kipindi. Kwa hiyo sasa kwa wasanii ambao ni real wanaopigana wanakuta wanakosa haki zao za msingi kwa sababu ya wale watu ambao wana nguvu na tamaa. Na nadhani hata kwenye hizo nani za hiyo mikutano na nini kipaumbele pia hakitoki nyumbani sana. Nadhani wenye influence kubwa ni wasanii kutoka. Kwa sababu nao wanaangalia wanataka watu. Ndio kama nilivyokuambia kwamba mtu hawezi kukupa kazi yake wakati huna ushawishi. Sawa? Mheshimiwa sisemi nini lakini mheshimiwa tunaona sherehe zake pale anamuita Bwana Mbosso anakuja anapiga. Kwani Ismail hayupo hapo? Yupo. Ngeita pale akapewa milioni zake 10 akapiga kazi. Watu hawamtambui. Kwa hiyo sasa watu wanaangalia kifanya kitu gani kitaenda kwa ukubwa kwa sababu lengo la kufanya ukubwa ni kwamba liende kwa ukubwa. Sasa kama nitafanya hivi afu nikaleta huyu tena ndio vipi? Kwa hiyo unakuta kuna mzunguko fulani hapo watu inabidi waamke. Ukishaona mwenzako ananyolewa inabidi wewe ukae utie nywele zako kwa sababu unajua kwamba wewe ndio unafuata. Lakini sasa hapa tushtuki. Wenzetu wananyolewa anapewa mahela, wewe umekaa tu msinzio. Mwisho wa siku leo Mbosso anamiliki magari, manyumba na timu ya watu, anafanya makazi makali, anamiliki lebo. Lakini kuna kina Sultan King wameanza kuimba kabla ya Mbosso. Yaani Sultan King kaanza kuimba kabla ya Mbosso, kabla ya Diamond. Ndio. Au sio? Lakini leo Mbosso anapeta mwenzetu ndugu yetu atumuone. Unajua? Kwa hiyo nini kuja kutafuta hapo katikati ni kwamba umekosekana nguvu ya kumshika mkono, lakini pia amekosekana watu sahihi wa kumpush, lakini pia pengine hapo katikati imekosekana nguvu ya kusapia tuseme yale sera niseme vipi. Lakini kuna namna hapo katikati hapo kuna kitu kimekosewa, ndio maana unaona mambo yakae sawa. Ndio. Tumalizie na nafikiria ngoma yako ya mwisho ni Wivu. Kitu kama hicho. Na naomba kidogo uambie mashabiki zako ngoma ya Wivu inahusiana na ngoma yangu ya Wivu bwana, ni ngoma ya mapenzi, ni ngoma ambayo nilikuwa najaribu kuelezea hisia za mtu ambaye anakuwa na wivu ambao umepitiliza zaidi bila kuangalia hasara zake. Unajua? Kwa maana kuna mtu anaweza kawa na wivu ambapo una wivu na mwanamke wako tuseme, au mwanamke ana wivu na mwanaume wake kiasi ambacho hata umekuta amesimama na mtu tukujua ulikuwa wanaongea nini katika mazingira gani, unaanza kujikuta unaanza kupigana, unafoka, unafanya nini unajua. Au mtu anaongea na simu, unajua anaongea na simu kuhusu nini na nini, unafika unajua wapo katika maisha yetu tunaishi nao katika mazingira ya kila siku. Kwa hiyo nilijaribu kuchekecha, nikapita huku na kule, nikaangalia, nikaona kuna namna ambavyo naweza nikakizungumzia hichi kitu nikakiwa kwenye nyimbo, na ndio maana nikaja nikapata nyimbo inahusiana na kitu kama hicho. Bwana, ngoma ya Wivu ni kubwa sana na video yake ni nzuri. Unaweza kuenjoy kama utapita pale kwenye YouTube channel yake na ukaiangalia. Na sisi bwana tukwambie bwana asante sana kwa time yako. And that's it for today. Mpaka siku nyingine tena tuisikilize japo Wivu japo kidogo. Mimi na wewe kugombana, hata niloyasema sikudhamiri ya kutukana.
Ni kweli iliniuma kuwaona wawili mesimama, nikashindwa kuvumilia, si unajua ninakupenda sana. Amani ya moyo inapotea napo na mwingine, jaka la roho mawazo yananipeleka, na kama kisubutu kugawa tabu yangu taniua, na kama ukiruhusu hata moyo wangu chukua. Yo, that's it is man. It's your boy Bad Baby. Ngoma yangu ya Wivu iko YouTube. Usiache kusupport jamani, please subscribe kwenye my YouTube channel, share na wana, au sio bwana? Na mambo mengi mazuri yanakuja. So tuendelee kumfuatilia habari. Nao pia niko na studio Melody Nation. So nitaanza kuwa inafanya kazi na mtaiona katika mitandao ya kijamii kila kona, kila sehemu. Kwa hiyo wasanii wote mnakaribishwa hapa bila kubagua mkubwa wala mdogo, dada, mama, bibi, watu wa kaswida, kila mtu anakaribishwa hapa. Sio bana? Asanteni sana.